Naomba nisome maandiko hayo Ezekieli pamoja na huyo mtumishi wa Bwana, alafu nikuelezee mambo machache ufanye maamuzi yako. Karibu Ezekieli 18. Ezekieli 18. Anza mstari ule wa 24 mpaka 30. Ezekieli 18 22. 24 mpaka 30. 24 mpaka 30. Maandiko yanasema hivi. Umeona vizuri? Kama uone vizuri utafuta mtu mwingine. Ezekieli 18:24. Lakini kama mtu mwenye haki akiacha haki yake na kutenda dhambi na kufanya mambo ya machukizo ambayo mtu mwovu hufanya, ndio, je, ataishi? Hakuna hata mojawapo ya matendo ya haki aliyotenda itakalo kumbukwa, kwa sababu ya kukosa uaminifu kwake anao hatia, na kwa sababu ya dhambi alizozitenda atakufa. Lakini mnasema, njia ya Bwana si ya haki. Sikia, nyumba ya Israeli, njia yangu siyo iliyo ya haki. Je, si njia zenu ndizo ambazo si za haki? Kama mtu mwenye haki akiacha haki yake na kutenda dhambi atakufa kwa ajili ya dhambi yake, kwa sababu ya dhambi alizozitenda atakufa. 37. Lakini mtu mwovu akigeuka kutoka maovu aliyoyatenda na kufanya yaliyo haki na sawa, ataokoa maisha yake, kwa kuwa anafikiria na kugeuka kutoka makosa yake yote aliyoyatenda na kuyaacha, hakika ataishi. Amina. Asante, ishi hapo. Bwana asifiwe. Nimesema katika msiba huu naomba nizungumze ujumbe huu unaosema maonyo kwa wenye haki na maonyo kwa ajili ya waovu. Bwana asifiwe sana. Mungu alimuinua mtumishi wake nabii Ezekieli na akamtuma katika taifa la Israeli. Alibeba ujumbe wa aina ngapi? Mbili. Alibeba ujumbe wa maonyo kwa ajili ya wenye haki ambao walishaichua njia ya haki, lakini pia nabii Ezekieli aliubeba ujumbe wa maonyo kwa waovu, wale ambao walikuwa bado wanatembea katika uovu. Na mimi leo Mungu ameniongoza niseme na watu wake, nitoe maonyo kwa watu wa aina hizi mbili. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia inasema mwenye haki, mwenye haki, hebu sema mwenye haki. Mwenye haki. Yaani mwenye haki ambaye umeshaokolewa, ukamchua Mungu, ukatubu dhambi zako na ukaziacha na ukaanza kuishi kwa maisha matakatifu. Mungu anasema, anatoa maonyo, ukigairi ukaacha maisha ya uaminifu, ukaacha maisha ya utakatifu, ukarudia ukaanza kufanya dhambi tena, Mungu anatoa maonyo, anasema yale matendo yako yote mema uliyoyafanya halitakumbuka hata moja. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nasimama, naomba nikuonye wewe ulioko hapa, wewe ambao umeshamchukua Kristo, usirudi nyuma. Amen. Nasema usirudi nyuma. Amen. Lakini nataka nikuonye na wewe pia, wewe ambaye bado unaishi katika dhambi, ambaye bado unaogelea katika dhambi. Mungu anasema hivi, ugairi na uache maovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema ugairi na uache nini? Maovu. Bwana tusaidie sana. Amen. Mungu amenipa neno hili nikuonye. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa sababu gani? Mungu anasema sikufurahii mimi kufa kwake mwenye dhambi. Mungu afurahii wewe ufe katika dhambi, ila Mungu anataka wote tulale katika Bwana. Sema amina. Amen.
Leo hii tunaona watu wengi wanaiacha haki, wanaingia katika maisha ya dhambi. Wenye haki wale ambao wameshatubu dhambi zao, wanaacha maisha ya haki, wanarudia kwenye matapishi. Mwenye haki aliyeokoka anapoiacha haki yake akaanza kuishi katika dhambi, anafananishwa na mbwa. Hebu sema mbwa. Anafananishwa na mbwa aliyetapika alafu akaanza kula nini? Matapishi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na katikati yetu hapa, katika hali ya kawaida, hakuna mtu anayeweza kula matapishi. Yupo? Hata kama ile jana ulikula kuku,